Makofi na kuelekea. Solidarity. Allah. For the union is strong. Wafanya kazi. Wafanya kazi wote pamoja. Hatari hayashime. Shime tujiunge pamoja. Hakujitenga hatari. Solidarity. Mshikamano. Ndugu mgeni rasmi, nitumie fursa hii kutoa pongezi za pekee kwa Katibu Tawala Mkoa wa Mara, ndugu Gerard Msabilo Kusaya, kwa kushirikiana nasi katika kuandaa sherehe hizi. Aidha, tunatoa shukrani za dhati pia kwa waajiri na wadau mbalimbali waliochangia kufanikisha sherehe hizi hapa Manispaa ya Msoma mkoani Mara. Asanteni sana. Eneo namba 3, kauli mbiu. Ndugu mgeni rasmi, kauli mbiu katika sherehe za Mei Mosi kwa mwaka 2025 inasema uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki. Ndugu mgeni rasmi, Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Tanzania limekuja na kauli mbiu hapo juu kutokana na ukweli kwamba 2025 kuna zoezi la uchaguzi mkuu wa waheshimiwa madiwani, wabunge na rais. Hivyo tunaomba uchaguzi huu utupatie viongozi watakaojali maslahi ya wafanyakazi, kwani bila kuwa na viongozi wanaojali maslahi ya wafanyakazi, hali za wafanyakazi ambao ni wazalishaji na watoa huduma zitakuwa duni. Ndugu mgeni rasmi, tunatoa pongezi kwa sehemu kubwa ya hoja za wafanyakazi zilizowasilishwa kwenye maadhimisho ya Mei Mosi 2024 kwa kufanyiwa utekelezaji, ingawa zipo baadhi ya hoja ambazo ni kero. Hoja hizo zilizotatuliwa ni kama ifuatavyo. Hoja ya hali ya mishahara. Ndugu mgeni rasmi, tunatoa shukrani kwa serikali ya awamu ya 6 kwa kuzingatia upandishaji wa madaraja. Hata kwa mwaka huu 2025 tunatazamia madaraja ya utumishi yatapanda. Ombi letu kwa serikali ni kwamba iweze kutoa nyongeza ya mishahara kwa wafanyakazi. Hoja ya mabaraza ya wafanyakazi sehemu za kazi. Ndugu mgeni rasmi, waajiri wamezingatia kukaa vikao vya mabaraza ya wafanyakazi kwa mujibu wa sheria na ratiba ndani ya mkoa wa Mara. Hivyo tunaipongeza serikali kwa kufuatilia na kutilia mkazo jambo hilo. Hoja ya mfumo wa upimaji utendaji kazi kwa njia ya tehama. Ndugu mgeni rasmi, uelewa wa utumiaji mfumo miongoni mwa wafanyakazi na wakuu wa idara umeboreshwa baada ya elimu ya kutumia mfumo huo kutolewa zaidi. Hoja ya kurejesha watumishi makwao waliokwisha koma kwenye utumishi. Ndugu mgeni rasmi, waajiri katika halmashauri za wilaya wameanza kuwarejesha makwao watumishi waliokoma utumishi wao kwa mujibu wa sheria mara tu baada ya kustaafu, kuachishwa au kufukuzwa kazi. Hoja ya kanuni ya kikokotoo. Ndugu mgeni rasmi, tunaipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kupitia upya kanuni ya kikokotoo kutoka 33% hadi 40%. Hata hivyo, tunaiomba serikali iweze kuboresha zaidi. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na usimamizi mzuri wa utekelezaji wa hoja zetu na mambo mazuri ambayo serikali ya awamu ya 6 imetekeleza, zipo baadhi ya changamoto ambazo tunaomba zitatuliwe. Eneo namba 4, ucheleweshaji na kutopeleka michango ya wafanyakazi katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Ndugu mgeni rasmi, bado kuna changamoto ya watumishi ambao ni watendaji wa kata, madereva na walinzi ambao fedha zao hazikuwasilishwa katika mifuko ya hifadhi ya jamii kati ya mwaka 1994 hadi 2004. Suala hili bado halijapatiwa ufumbuzi. Tunaomba serikali ilipatie ufumbuzi ili pindi watumishi wanapostaafu
wasipate usumbufu. Eneo namba 5, kutolipwa fedha za likizo kwa wakati. Ndugu mgeni rasmi, pamekuwepo na changamoto ya kutolipwa fedha za likizo kwa wakati, na wapo waajiri ambao hawalipi kabisa fedha ya likizo, jambo ambalo linawaathiri wafanyakazi pakubwa kisaikolojia. Namba 6, changamoto ya watumishi wa kada ya afya na kada zingine. Ndugu mgeni rasmi, kuna changamoto kwa watumishi wasiokuwa walimu pindi wanapojiendeleza kielimu. Wanapata changamoto katika kubadili miundo yao ya kiutumishi. Wanalazimika kupewa mshahara wa mtumishi anayeanza utumishi katika kada hiyo. Mfano, afisa muuguzi msaidizi mkuu akijiendeleza kwa kusoma shahada ya uuguzi, daraja lake la mshahara litashuka. Tunaomba Mheshimiwa mgeni rasmi utufikishie kero hiyo kwa Mheshimiwa Rais ili atatue kero hiyo ya wafanyakazi. Swala hilo linatatiza viongozi waliofikia ngazi ya juu, wakihofia kwenda kujiendeleza kielimu, mishahara yao itashuka. Eneo namba 7, changamoto ya malipo ya uhamisho katika maeneo ya mjini. Ndugu mgeni rasmi, baadhi ya watumishi walio katika kada ya ualimu waliopo katika maeneo ya mjini, pindi wanapohamishwa kwenda kituo kingine cha kazi ndani ya maeneo ya mjini, wanalipwa posho ya usumbufu, yani disturbance allowance. Lakini watumishi wasio katika kada ya ualimu hawalipwi kwa kisingizio hawajabadili makazi. Jambo hili tunaomba litazamwe vyema upya ili kutoleta sura ya watumishi wa kada fulani kupata stahiki fulani ili hali wengine hawapewi. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, kwa kuhitimisha risala hii, tunakushukuru wewe binafsi na viongozi wote waalikwa, waandaaji pamoja na wananchi wote wa mkoa wa Mara kwa kushiriki nasi leo hii, pamoja na viongozi wa vyama vya wafanyakazi na wafanyakazi wote kwa kufika kwenu. Kwa niaba ya wafanyakazi wote wa mkoa wa Mara, tunaomba kuahidi kushirikiana nawe pamoja na serikali kwa kufanya kazi kwa bidii, nidhamu, weledi na uadilifu kwa maslahi ya taifa letu. Tunakutakia kila laheri na Mwenyezi Mungu akutangulie katika majukumu yako. Mungu abariki wafanyakazi wote, Mungu ibariki Tanzania. Uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki. Solidarity. Asante rasmi, waheshimiwa viongozi wa meza kuu, waheshimiwa viongozi wa vyama vya wafanyakazi, wafanyakazi wenzangu, mshikamano, solidarity, viva wafanyakazi, viva, tetema wafanyakazi, tetema. Mheshimiwa mgeni rasmi, na awali ya yote napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupa kibali cha sisi kuweza kukutana mahala hapa. Tunasema asante, sifa na utukufu ziende kwake. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunasema kwamba sisi wafanyakazi wa mkoa wa Mara tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako na kuja kujumuika na sisi katika sherehe yetu hii ambayo ni sherehe muhimu hasa kwetu sisi wafanyakazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wafanyakazi wa mkoa wa Mara tumeyasema mengi katika risala yetu. Kwa hiyo itakuwa ni kupoteza muda kama nitaanza kurudia mambo mengi yaliyokwisha ongelewa. Kikubwa tu tunasema tunakushukuru sana, lakini kwa kupitia ofisi yako tumeweza kutatuliwa kero zetu nyingi sana. Na ndio maana ukiona wafanyakazi hawa wana amani, wametulia. Viongozi walioko chini yako kuanzia ngazi ya mkoa, wilaya mpaka ngazi ya chini kule wamekuwa wakitupa ushirikiano wa kutosha sisi kama viongozi wa vyama vya wafanyakazi. Tunapokwenda mara kwa mara, tunapokuwa na changamoto za utumishi, zimekuwa zikitatuliwa kwa wakati bila kuwa na kona. Tunasema asante sana, chini ya uongozi wako mkoa wa Mara na wafanyakazi wako salama. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunazo changamoto chache ambazo wamezieleza kwenye risala, lakini changamoto nyingi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari alishazifanyia utekelezaji. Na kwa maana hiyo sisi hatuna deni kubwa na mama. Tunasema mama mitano tena ili Mheshimiwa mgeni rasmi aendelee kutekeleza yale machache sana ambayo yamebakia. Ziko changamoto mbalimbali, lakini kubwa kuliko yote ni hii changamoto iliyoweza kuongelewa hapa
wafanyakazi hawa wa kada zingine, nikisema kada ya afya, wataalamu wa kilimo na mifugo na baadhi ya kada zingine, mtumishi huyu anapokwenda kujiendeleza katika fani yake, katika kada yake husika. Kwa mfano, mtumishi huyu alikuwa ni mtumishi mwenye level ya diploma, lakini akienda kujiendeleza kwenye kada yake husika kwenye level ya degree, anaporudi mtumishi huyu muundo unamkataa. Matokeo yake, badala ya kuendelea na daraja la mbele linalotakiwa, anarudishwa nyuma. Kwa hiyo hii imepelekea kwamba baadhi ya watumishi kwanza kuvikana vyeo vyao ambavyo wanakuwa wamevisomea, lakini cha pili, inavunja morali ya watumishi kuweza kufanya nini? Kuweza kujiendeleza. Tukuombe sisi kama wafanyakazi wa mkoa wa Mara uweze kuanzisha kama mkoa kwamba jambo hili linawatatiza na kuwaumiza sana watumishi wa mkoa wa Mara. Kwa nguvu zako, ukishirikiana na ofisi yako na wataalamu ulionao, unaweza ukalisemea katika level mbalimbali na muundo huu ukaweza kubadilishwa kama ulivyo muundo wa walimu. Kwa walimu wao, mtumishi mwalimu anapotoka shule katika level hiyo, madaraja yake yanapanda kama kawaida bila kuwa na chenga za namna hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunasema kwamba katika kauli mbiu yetu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Watumishi hawa wameniagiza, wanasema kwamba wao wako tayari kushiriki kwa ukamilifu katika kuhakikisha tunakuwa na uchaguzi wenye amani, uchaguzi mzuri wa bila kelele wala migogoro. Na wao wamesema wako tayari kujiandikisha, lakini pia wako tayari kwa ajili ya zoezi na kupiga kura. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama wafanyakazi wa mkoa wa Mara tutaendelea kuwajibika kwa bidii na kuhakikisha kwamba tunafanya kazi, maana wafanyakazi hawa wakifanya kazi kwa bidii, migogoro ndani ya chama lakini ndani ya serikali yako inakwenda kuondoka kabisa na wananchi watakuwa na amani, na hiyo itapelekea kwamba nchi yetu kuendelea kuwa na maendeleo zaidi na amani zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo sio siku yangu mimi ya kusema sana. Jukwaa hili na wafanyakazi hawa wana shauku kubwa ya kutaka kukusikiliza wewe, lakini kwa sababu mimi ni mtu mdogo sana, siwezi kulegeza gidamu ya viatu vyako. Naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Katibu Tawala wa mkoa wa Mara ili aweze kupata nafasi ya kusema machache, lakini aweze kukukaribisha. Solidarity! Mshikamano! Viva wafanyakazi, viva! Asante. Tuandae sasa mazingira ya kumkaribisha mgeni rasmi. Hebu wote tusimame juu. Tusimame juu wote. Wote tusimame, wote Tusimame juu kwanza. tafadhali, wote tusimame tufuate maelekezo. Tufuate. Hebu tujinyooshe juu, chini, mbele, nyuma. Kwa nguvu zote. Na meza kuu na umetia amri ya rasi sasa. Hongereni sana meza kuu. Sasa tukae. Wafanyakazi oye! Mgeni rasmi oye! Mara oye! Tanzania oye! Mheshimiwa Kanali Evans Mtambi, mkuu wetu wa mkoa na mgeni rasmi katika hafla ya leo, Mheshimiwa viongozi wote tulioko meza kuu kwa maana ya jukwaa kuu, lakini wafanyakazi wote ambao leo tumehudhuria hapa na ndugu zetu wananchi wote ambao mmekuja kutuunga mkono katika shughuli yetu ya leo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama nilivyokwisha tambulishwa, mimi ndiye Katibu Tawala wa mkoa wetu wa Mara, na hapa nimesimama kukusalimieni na tayari nimekwisha kusalimieni, lakini kubwa nimesimama kwa ajili ya kumtengenezea njia Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa na mgeni rasmi ili aweze kuongea na afurahi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wananchi wote kwa maana ya wafanyakazi na wananchi wote wa mkoa wa Mara wamefika hapa kwa kusudio kubwa la kuweza kuungana na wafanyakazi wote wa mkoa huu ili tuweze kusherehekea siku yetu hii muhimu sana. Nami nitoe wito kwa wafanyakazi kwamba kitakachoendelea kutupa heshima sisi kama wafanyakazi kwa maana watumishi
ni discipline kwa maana ya heshima katika kuheshimu nafasi zetu za kazi, lakini kufanya kazi kwa juhudi na maarifa na kwa weledi, na zaidi tukilenga mafanikio ambayo yako mbele yetu, na zaidi tukitaka sasa kumuonyesha Mheshimiwa Rais ya kwamba sisi kama jeshi lake tuko imara katika kufanikisha malengo ya nchi yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hafla hii inahitaji zaidi kusikia kutoka kwako, lakini wakumbushe wafanyakazi, hii siku ni siku yetu mahususi, ni siku ya mapumziko. Kwa hiyo na waasa muendelee kusherehekea, lakini tusherehekee kwa kiasi, kwa kujua kwamba kesho ni Ijumaa, ni siku ya kazi. Nahitaji niwaone kazini saa 1:30. Basi kwa maelezo haya mafupi, kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na mgeni rasmi, naomba nikukaribishe ili uweze kuongea na wafanyakazi. Solidarity! Asanteni sana ndugu zangu. Mara hoi! Mara hoi! Solidarity! Wafanyakazi hai hoi! Hai hoi! Sisikii sauti zenye uhai. Hebu mtoe sauti zenye uhai basi. Wafanyakazi hoye! Solidarity! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awali ya yote, naomba nitumie fursa hii adhimu kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha sote kukutana mahali hapa siku hii leo muhimu ya wafanyakazi, sote tukiwa katika sia njema kabisa. Ni ukweli usiopingika kuwa wafanyakazi wa kada zote na tasnia zote ndiyo nguzo na uhai wa taifa lolote lile. Serikali inathamini na kuuenzi mchango mkubwa sana wa wafanyakazi mlioko katika sekta binafsi, sekta za umma na sekta nyinginezo zisizo rasmi, ambao kila siku mmekuwa mkivuja jasho kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Kipekee nichukue fursa hii kukupongezeni sana kwa kuadhimisha siku yenu. Maonesho mliofanya siku ya leo yamefana kweli kweli. Hongereni sana. Naomba pia nimshukuru mwenyekiti wa TUCTA na viongozi wa vyama vyote vya wafanyakazi katika mkoa wetu wa Mara ambavyo ni CWT, TAMICO, TUGE, TWICO, RAAU, KOTU-T, TEUTA, TALGU na CHODAO kwa kunialika kushiriki nanyi katika sherehe hizi za Mei Mosi ambazo katika mkoa wetu tumeazimisha rasmi kimkoa katika manispaa hii ya Musoma. Nawapongeza sana kwa maandalizi mazuri mlioyafanya na hongereni sana kwa sherehe hii iliyofana vizuri kweli. Leo nadhani nimejitahidi kutaja vifupisho vya vyama hivi.
Mwaka jana siku kama hii tulipokuwa pale Butiama, nilikuwa kidogo ning'ate ulimi kwa sababu ilikuwa ndio maadhimisho ya kwangu ya kwanza ya siku ya wafanyakazi. Mimi nilikuwa nikifahamu TUCTA tu. Sasa kumbe vipo vingi. Siku ile nilipata shida, lakini leo nimevitamka vizuri. Isipokuwa sasa nikufundisheni itifaki. Chama chako kikitajwa, unapaswa kupiga makofi na kushangilia. Mosi, taasisi zote zihakikishe zinaunda na kufanya vikao vya mabaraza ya wafanyakazi, kwa kuwa yapo kwa mujibu wa sheria na yanatoa fursa kwa watumishi kujadili na kupata ufumbuzi wa changamoto mbalimbali zinazowakabili mahala pa kazi. Na wahimiza wakurugenzi wa halmashauri kuendelea kutenga bajeti ya kupeleka michango ya watumishi wa kada ya watendaji, madereva na walinzi ambao michango yao haikuwasilishwa kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii kuanzia mwaka 94 hadi 2004, ili kuondoa usumbufu kwa watumishi hawa ambao wengi wao kimsingi walikwisha staafu. Aidha, serikali itaendelea kusimamia upelekwaji wa michango katika mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, yaani WCF, ili kusaidia upatikanaji wa fidia kipindi mtumishi anapopatwa na majanga akiwa kazini. Na wakumbusha waajiri wote kuandaa bajeti kwa ajili ya kulipa stahiki za wafanyakazi pindi wanapostaafu utumishi wa umma. Hii itaepusha malalamiko na malimbikizo ya madeni kwenye taasisi zetu yasiyo ya lazima. Na haipendezi mtu anastaafu, ametumika vizuri, lakini akisha staafu anaanza kuteseka kufuatilia stahiki zake. Akistaafu apate cha kwake, akapumzike vyema. Kati nahitimisha hotuba yangu, napenda kuwakumbusha kuwa kudai haki kunaenda sanjari na kutimiza wajibu katika kutekeleza majukumu mahala pa kazi kila siku. Hivyo ninakuombeni tuongeze bidii na kujituma katika kutoa huduma na usimamizi wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika maeneo yetu kwa fedha zilizotolewa na serikali kuu. Kuna maeneo nimekuwa nikitembelea kidogo, nasema wafanyakazi mnatuangusha wakati mwingine. You are letting us down. Nakuwa mmepokea fedha muda mrefu, za kutekeleza miradi, lakini kuna wakati unaweka urasimu au ukiritimba usio na sababu, na unatokea ucheleweshaji mkubwa au wa kiwango cha muda mrefu kweli bila sababu yoyote ya msingi. Wakati mwingine hata fedha zinavuka mwaka wa fedha uliopaswa kutumia fedha hizo.
Nikutakeni sasa kuchapa kazi kwa uadilifu na weledi na kufanya kazi kwa wakati. Aidha, ninawaasa pia wafanyakazi wote kutojihusisha na ubadhirifu wa fedha zinazotolewa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Serikali itaendelea kuchukua hatua, tena niseme hatua kali, dhidi ya wote watakaokwamisha juhudi za kuwaletea wananchi maendeleo. Nawakumbusha pia kuwa mwaka huu 2025 nchi yetu itafanya uchaguzi mkuu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa bunge na madiwani. Hivyo na kuombeni wafanyakazi na wananchi wote kujitokeza kwa wingi kushiriki kikamilifu katika uchaguzi huo kama kauli mbiu ya maadhimisho ya Mei Mosi 2025 ilivyotuelekeza. Ninawaomba pia mshiriki kikamilifu kwenye zoezi la uboreshaji daftari la kudumu la wapiga kura linalofanyika katika mkoa wetu kuanzia leo tarehe 1 hadi tarehe 7 mwezi Mei 2025. Zoezi hilo kwa mkoa wetu linafanyika katika maeneo yote. Hivyo kwa wale ambao mnahitaji kurekebisha taarifa zenu, nendeni mkae sawa kunako Oktoba, basi muhakishe mnatumia haki yenu hiyo kupiga kura. Naona nikisema hivyo meya, mstahiki meya, mwili unasisimka sababu kura. Kabla sijatamka kuhitimisha shughuli hii, nikutake Mheshimiwa DC Msoma utuchangamshe. Msoma bado hatujachangamka, tuchangamshe. Burudani, tunataka burudani, tunataka tule bata. Wanamara tunapenda bata, tule bata. Diamond anakuja Mara, yes, lakini anaenda Tarime. Kwako atakuja Msoma, hana show. Ungemleta show hapa. Tuchangamke, tuchangamshe Wanamara, Wanamsoma hapa, tule bata. Wanamara tunapenda kula bata. Itengeneze Msoma hii, watumishi kutoka maeneo yote huko walipo wawe wanakimbilia Msoma wikiendi kula bata. Paweke vizuri. Hata mimi RC napenda kula bata. Sasa unanitesa, kuna wakati huwa na kutorokeni hapa naenda kula bata Tarime. Kuna siku moja nilitoroka nikaenda kula bata Serengeti. Na Rorya nilikuja mara moja mkataka kunipiga picha. Nikakunja kona. Kuna siku nimeenda kula bata pale Bunda. Najichanganya kule. Kuna umuhimu wa kula bata. Sasa leo wafanyakazi hawa wanapewa vitita kama zawadi. Hizo hela zinatakiwa zibaki Msoma hapa, hivyo vitita. Wale bata. Sisi tunaelewana. Wafanyakazi hoi. Baada ya kusema hayo sasa, naomba nitamke kuwa nimehitimisha sherehe hizi za Mei Mosi mwaka 2025 katika viwanja hivi, lakini ninafungulia sasa ratiba inayofuata, ikiwa ni pamoja na kwenda kula bata baadaye. Wafanyakazi solidarity, solidarity.
Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana, shukrani sana mtazamaji wa Yegowasu TV kwa kufuatilia tangu mwanzo tulipoanza tukio hili la sherehe za Mei Mosi, siku ya wafanyakazi duniani, ambapo kimkoa imefanyika hapa katika manispaa ya Musoma. Na kama ambavyo tulisema awali, mkuu wa mkoa wa Mara Colonel Evans Mtambi ndiye ambaye amekuwa mgeni rasmi katika tukio hili la siku ya wafanyakazi duniani hapa mkoa wa Mara. Tumeshuhudia mambo mbalimbali, taarifa mbalimbali zimesomwa hapa uwanjani. Alikadhalika pia tumeshuhudia zawadi kwa wafanyakazi bora zimetolewa hapa uwanjani, lakini vyeti kwa wale wote ambao wamedhamini shughuli nzima ya siku ya wafanyakazi hapa mkoani Mara. Sisi kama Yegowasu TV tunashukuru sana wale wote ambao wamefuatilia tukio hili tangu tulipoanza mwanzo hadi hivi ambavyo tamati ya tukio hili. Kikubwa zaidi tunaendelea kuwakumbusha kwamba kuendelea kuifuatilia Yegowasu TV katika mitandao tofauti tofauti ya kijamii, huko katika Facebook, Twitter na mitandao mingine, Instagram, unatupata huko kupitia Yegowasu TV. Katika kamera, nyuma ya kamera alikuwepo Dakawa, amehakikisha kwamba matukio yote anayachukua kwa mubashara zaidi na wewe kuyapitia ama kuyaona kupitia Yegowasu TV. Mimi naitwa Shoma Binda. Shukrani sana, na kikubwa tukutakie kila laheri katika siku hii ya wafanyakazi, na endelea kuifuatilia Yegowasu TV. Asante na kwaherini.